sio kidogo, makubwa kutoka kwa wakazi wetu wa Trans Nzoia hapa. Mnajua serikali imetangaza recruitment ya prison officers. Na wakati kunakuwa na recruitment ya maafisa wa usalama, kunakuwa na interest kubwa sana, kwa sababu mnajua vijana wetu wengi hawana kazi. Na wanapata kuna watu ambao wanateka advantage, wanaingiza ukora hapo. So zile report ambazo tumepata hapa ni kwamba kuna wale maafisa ambao wametumwa kuja kufanya recruitment na wanaitisha pesa. Kuna watu wameitishwa shilingi 1800 kwa vijana wavulana, 1600 kwa vijana wasichana. Na kuna watu pia ambao hata wanatafuta kwenda kuuza shamba ili wapate hizo pesa waende kuhonga. Na sio jambo ambalo ni nzuri. Haiwezi kuwa kwamba wakati kuna recruitment inakuwa ni formality. Vijana wanaenda kukimbizwa kule kwa uwanja kukimbia mbio, na tayari wale ambao wametoa fedha wamechukuliwa tayari. So mimi natoa wito kwa serikali na wale ambao wanahusika kwamba wakati exercise inaanza kesho, tukue na pia independent observers kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapewa equal chance. Isiwe kwamba wale ambao wako na fedha ama wale ambao wameuza mali yao ndio wanapata hii kazi tu. Of course tumeambiwa kwamba kila sub county itakuwa na nafasi 5, 4 kwa vulana na 1 kwa wasichana. Nafasi pia ni chache sana, hizo ni chache sana. Wale ambao wanatafuta kazi ni wengi, hata tujui watatumia mbinu gani ili kuchagua wale ambao wanastahili. Labda hiyo ndio inafanya watu wanaleta mambo ya kuitisha hongo. Jambo la pili, sisi kama counties tuko na challenge kidogo kuhakikisha kwamba yale majukumu ambayo tumepewa na serikali kuyafanya, na tumepewa na katiba kuyafanya, tunayafanya, kwa sababu kuna kuchelewa sana kuleta mgao wa fedha. Vile tunaongea sasa, tunaingia mwezi wa 5. Na katika kalenda ya serikali ya matumizi ya fedha ni kwamba kufikia mwezi wa 5 mwisho hakutakuwa na any further commitments. Na kwa sasa ndio tunaanza kupata fedha za mwezi wa 2. Treasury inavunja sheria. Maana every month tutakana kupata disbursement kabla ya tarehe 15. Tumeenda karibu miezi 3 bila kupata fedha zozote, tunatakana kulipa mishahara. Imelazimu county sasa kwenda kukopa pesa kwenye bank na kulipa interest rates ambazo haziko kwenye bajeti. Na pia wanapata huduma ya serikali na inadhirika vibaya sana. Kuna wale wanakandarasi ambao wamefanya kazi wakitarajia kwamba watalipwa, lakini mtu anamaliza kazi alafu tunaanza kumwambia story bila hatuna fedha. Tunaomba treasury vile napeana pesa kwa national government iwajibike tu pia peane fedha kwa counties ili huduma ya serikali isikuje kuanguka. Ukienda kule kwa hospitali unapata watu wanapiga kelele kwamba hakuna dawa kwa sababu hatuna fedha za kununua hizo dawa. Jambo la 3, sisi kama Wakenya tunamwaga damu sana. Watu wetu wanakufa. Mnakumbuka wakati wa Gen Z hata kumekuwa na ile documentary ambayo nasikia serikali imesema kwamba isionyeshwe, ile ya BBC. Ni kwa sababu labda hii aibu ambayo watu wanaona nini kitaenda kuonyeshwa pale. Jana pia kumekuwa na mauaji huko Narok County, kule Transmara, ambapo watu karibu 5 wamepoteza maisha, na wamepoteza maisha kwa vyombo vya dola tu. Wamepigwa risasi na maafisa wetu wa usalama. Sisi tunaendelea kusisitiza kwamba maafisa wetu wa usalama, ile majukumu wamepewa ni kulinda mali na maisha ya Wakenya. Haijalishi kama askari wako kwa danger gani, utakani kutumia lethal force. Na ikifika mali umelazimika kupiga risasi, inasemekana kwamba piga risasi to immobilize, not to kill. Lakini ukipiga mtu risasi na kufe, kuna uwezekano umempiga kwa kichwa au umempiga risasi kwa mgongo. Hautaki tuendelee na maisha katika hali kama hiyo. Isikuwe kwamba kuna uadui kati ya serikali na wananchi. Nataka tuone maafisa wetu wa usalama kama watoto wetu,
kama baba zetu, kama jamii yetu ambao wamepewa majukumu ya kulinda watu. Lakini kama kuna jambo ambalo limeleta utata, sio lazima tumie vyombo vya dola, tutumie nguvu ambapo tunapoteza maisha katika hali kama hiyo. Tusikuwe watu wa kumwaga damu. Na pia taifa la Kenya tumemwaga damu ya kutosha. Tukue watu wa kuongea. Na maofisa wetu pia wakuwe watu ambao wanakuwa slow to using this lethal firearm. Najua tafika mahali ya kusemekana kwamba uchunguzi utafanyika, no stone will be left unturned. Hizo story tumezizoea. Kwa sasa lazima tupate uhakiki wa maneno ni upi, na yule ambaye alitoa amri ya kwamba askari watumie bunduki kuua wananchi ambao hawajajihami na kuwaua. Inakuwa kwamba sasa hatuwezi kuwa na japo serikali ambayo inaua watu. Na of course masuala ya ardhi mnajua yako very very emotive. Hata hapa kwetu Trans Nzoia kuna wale ambao pia wanakuja usiku kuja kunyakua mashamba ya watu na kuchukua matitles usiku. Kuna mashamba mengine ni ya public, kuna wale ambao kuna nia ya kuja kugrab. Mimi natumaini kwamba haitafika wakati ambapo watatumia polisi kuja kuua wale ambao wanalalamika kwamba mashamba yao yamechukuliwa. Jambo la mwisho, tumekuwa tunaongea mambo ya umoja wa jamii ya Magharibi, na sisi tunajipanga kwenda kule Malava wakati wa by election. Tumengojea electoral commission itengenezwe, tarehe zitangazwe, alafu twende tukutane kule Malava kutafuta kiongozi ambaye atamridhi Malulu Injendi. Wala ambao wametangulia mwanzo utasikia wanatupa cheche za maneno, wanataka kuja kutupanga. Wakati huu tutawapanga tu, wakikuja watapata tuko tayari. Maana nyumba yetu tunaiweka in order vile nimesema, tutajipanga, alafu tuongea na jamii zingine, atufanye mambo ya ukabila, lakini sisi ndio tunajua. Tunavaa kiatu, tunajua kinatufinya wapi. Watu wasionyeshe too much unnecessary interest katika masuala ya Malava. Tunataka kiongozi ambaye ataungana na sisi kuhakikisha kwamba jamii inaongea na sauti moja na inajiunga na Wakenya wengine kujenga taifa la Kenya. Asante sana.